na namna ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallama ni kufanya kama vile alivyofundisha yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba walimuuliza mtume, kaifa nusalli alayka, namna gani mtume sisi tutakuswalia? Mtume akawaambia, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Mpaka mwisho wa hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha namna ya kumswalia, na wala haitakikani kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam kinyume na vile alivyofundisha, kama vile kumswalia mtume pamoja na kupiga madufu au kupiga ngoma au kupiga matari. Yote haya hakuyafanya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumswalia mtume ni ibada, na ibada ina masharti yake, na ibada ina nguzo zake, ni lazima zifuatwe. Si kwamba jambo hili limeachiwa mtu afanye vile anavyotaka yeye. Na wengine wamefikia kumsifu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwinua fauka manzilati, wakamweka juu ya manzila yake na juu ya daraja yake, kama wanavyofanya wengi wanaodai kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni kinyume na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wanawachuoni wameandika vitabu kuelezea kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, qadiman wa haditha. Wanawazuoni wa kale wameandika vitabu, miongoni mwao ni al-Imam al-Jahdami al-Qadhi al-Maliki, ana kitabu fi fadli salati ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na wanawachuoni waliokuja baada yake wameandika. Kwa hiyo ni lazima mtume sallallahu alaihi wasallam aswaliwe katika namna aliyoifundisha yeye salawatullahi wasalamuhu alaihi.